Sasa basi. Hili ni onyo la pili. Usiposikia nitapoteza maisha yangu. Kiufupi ndio hivyo dokta. Eti dokta, mganga. Yaani mimi msema ukweli katika haya maisha sina amani kabisa. Sina amani hata kidogo. Iwe mchana, iwe asubuhi, iwe saa 6 lile jua likali linawaka. Nikisema nisinzie kidogo tu, tayari ndoto inakuja hii. Na inakuja muda mwingine nakuaga na feeling. Sasa nikiamka kwa hasira nalia, lakini bado. Na istoshe, ndoto yenyewe ni moja tu, inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo nimekuja hapa mtaalamu wangu ili unistiri kijana mwenzio, niishi kwa amani, niafaidi maisha haya mimi jamani. Sina hata mtoto unavyoniona, nitakuja kufa kwa presha. Nisaidie ndugu yangu. Sawa kabisa. Yaani matatizo yapo tena makubwa haswa. Matatizo yenyewe umeyasababisha wewe mwenyewe. Ila sasa cha kukusaidia kwangu mimi itakuwa ni ngumu, siwezi kabisa. Maana mizimu yako ina nguvu kunishinda mimi mbali kabisa. Ila sasa cha kufanya wewe nenda kaa tafakari ni wapi ulipokosea. Hiyo ndio njia pekee yako kukusaidia. Ni mfano wa sauti iliyosikika kutoka kwenye kinywa cha Bubu. Na aliyesikia sauti hiyo alikuwa kiziwi peke yake. Alikuwa anahitaji msaada kuelekea hospitali. Na kiziwi asingehisi chochote bila maono ya yule kipofu aliyekuwa karibu. Sasa nini maana yangu? Siku zote moto waga unawaka, ila maji hayawezi kuroana. Mimi nahisi kabisa ndo napaswa nikusaidie wewe na sio mtu mwingine yoyote. Tokea nilipokuona na niliposikia historia yako, nahisi kabisa unahitaji msaada kutoka kwangu. Ukitazama hii nyumba ni kubwa sana. Unaweza ukahisi kwamba inaishi familia ya watu 10, 11, lakini ukweli ni kwamba naishi peke yangu. So sio mbaya na wewe ukija hapa na nikakusaidia kwenye masuala ya kula, mavazi, kuishi, huduma zozote zile. Kwa kipato changu nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu, naweza nikakusaidia na tukaishi. Kwa hiyo nitakusaidia mdogo wangu na tutaishi hapa. Kaangalia ulipokosea uweze kujisaisha mwenyewe. La sivyo utapotea kabisa wewe na kizazi chako chote. Hivyo tu. Vinginevyo siwezi kabisa. Yaani siwezi. Oh my God. Mtaalamu, kiufupi ni kwamba mimi hakuna kosa lolote ambalo nimefanya au tatizo lolote ambalo nimefanya. Sasa itakuwaje mimi mwenyewe kwa akili yangu timamu nijisababishie matatizo mtaalamu? No, mimi sijafanya kosa lolote bana. Usinibishe kijana. Kuna kitu umekifanya katika ukoo wako. Hivyo basi, mizimu yako imekasirika kweli. Inabidi uangalie wapi ulipokosea ukaombe msamaha. La sivyo utateseka sana. Utapitia maisha magumu kweli. Hivyo basi, naenda kaangalia wapi ulipokosea uweze kujisaisha. Okay. Basi shega, ngoja nitafakari na kutuliza ubongo kwa makini. Niangalie nimekosea wapi. Sababu kama ni Mungu nimemuomba sana, lakini alitatuliki hili swali. Basi sawa, ngoja nikakae, nifikirie kwa makini. Wapi nilipokosea,
ili nijirekebishe. Aliishi kijana na mama yake alijivunia, lakini mfalme wa familia, mjomba wa damu, alikuja kwa tamaa. Aliba mali, akamfukuza nyumbani, akaenda mtaa akiwa na huzuni. Vivi, mbona ghafla hivyo? Yaani Mai, huwezi amini, bahati mbaya imeangukia kwangu. Huko nilipoenda sijamkuta mwenyeji wangu. Afu kibaya zaidi, mtandao unasumbua. Mimi ni lazima nigairi safari, nijipange tena, nafikiri nitarudi. Lakini mbona nilikuwa nakupigia simu zako hupokei? Mai, si nilikwambia mtandao ulikuwa unasumbua kweli? Hata ningepokea tusingeelewana. Ni kweli hayo? Wewe niamini tu, afuacha. Serious. Ila nilikuwa nimekumisi mwenzio. Wewe sasa, nasingerudi je? Najua hiyo. Basi tuende ndani. Huzuni nyingi, kila mchana kipita, kila jioni akili, akiuliza kwa Mungu kwa nini haki imemkimbia, lakini aliendelea kwa nguvu ya Roho. Kijana wa haki angeanguka na kuamka tena. Malaika wake alikuja kwa njia ya maombi. Sijui niseme nini brother, ila kote kunapopata misaada, mtu akusaidia kwa moyo mmoja, anakusaidia mradi apate kitu. Ila kwako hapa nimekuona ni brother fulani ambaye ni mkarimu, mcheshi, na mimi tutafika mbali. Usijali, ondoa shaka. Ila kuna chumba kimoja ambacho tunaweza tukakitumia kwenye kulala. Kwa hiyo tutalala wote na nitakusaidia, usijali mdogo wangu, lakini na imani wewe ni mkubwa, kwa hiyo usijali, sawa? Sijakuelewa. Chumba kimoja, watu wawili, unamaanisha nini? Huwezi jua maanangu kama tukiwa hapa. Tuingie ndani, usiogope. Sikiliza brother, ili mtu aonekane ni mtu mbele za watu, lazima ajali utu. Mimi siko tayari kwa jambo hilo unalotaka mimi nifanye. Na kingine, niliona ni brother mstaarabu, kumbe ndio mchafu hivyo. Oya, acha mimi niondoke. Brother, hivi unahisi hizi pesa sisi tunazitafuta ili weje? Au unaishi watu wanamiliki pesa wanazipata vipi? Mapenzi ya kweli yanajitokeza kwa mara nyingine. Mjomba alikimbilia kwa mchungaji, akatubu kwa majonzi, akamwambia nahitaji msamaha na kitakuwa yangu. Malaika wa haki. Wewe kulikoni tena? Kulikoni? Shika funguo zako. What is this problem? Shida nini? Shida nini? Mara ngapi nimekwambia ile nyumba kama ina matatizo? Nisikilize. Nishatoa kila kitu changu katika ile nyumba. Sipo tayari kuishi tena. Maana nishakwambia mara kibao sasa ashanikuta. Sina muda tena kukaa. Shika funguo zako. Yule kweli anaondoka yule. Ila shega, kwa kuwa kodi umeacha hamna shida. Yaani nacheka kama mazuri, lakini hau ni kweli anachokiongea. Maana sio mtu wa kwanza kulalamika. Wameondoka watu kibao pale. Hau dalali analetea watu wenye akili feki. Yaani mtu akili yake ubongo umecheza kidogo ndo dalali analetea. Sababu naona sielewi sasa. Mtu wa 4 huyu, sijui wa 4 huyu anaondoka. Eti nyumba ina matatizo. Matatizo gani?
Nyumba sikaishi dadangu ile miaka yote. Haina matatizo, safi na salama. Leo ananiambia ina matatizo. Safari nitatafuta mpangaji mwenyewe. Yaani sasa hivi situmii dalali wala nini. Mpangaji namtafuta mwenyewe. Tena kama vipi nitawatumia nani WhatsApp. Nitaambia napangisha nyumba kwa bei fulani. Sio lazima dalali bwana. Dalali yeye anachoangalia Sierra. Yeah. Ana shida hiyo. Ah.